Movie inaanza na jamaa mmoja anaitwa Henry akiwa amerudi nyumbani kwao baada ya kuwa mwanajeshi wa jeshi la Marekani kwa miaka kadhaa. Na hapo sasa jamaa akaamua kuwa mwalimu wa sekondari katika shule yake ya zamani inayoitwa Takchi Secondary. Kwa shule akasema, wewe huna uzoefu wa kufundisha, lakini kilichomsaidia kupata ile kazi ni barua aliyokuwa ameandikiwa na mtu mmoja kutoka mamlaka za juu, na akawa amepewa kazi hapo. Lakini mkuu wa shule akamwambia Henry kwamba darasa unalokwenda kufundisha ni darasa korofi mno, lina watoto watukutu vibaya. Siku ya kwanza sasa Henry anaingia darasani kwenda kufundisha, akuta darasa lina mambo ya ajabu vibaya. Na watoto wengine wamelala, wengine wanacheza game, lakini wanafunzi wengine wakiwa wanapika ndani ya darasa. Na hata mwalimu alivyoingia hakuna mwanafunzi hata mmoja aliyejali, walimpotezea. Sasa Henry akaamua kutumia triki moja nzuri ili kuwapata hawa watoto. Akaanza kucomment vizuri kwenye kila kitu anachokifanya. Akawafuata wale wanaopika, akawaambia, mbona chakula chenu hakinukii na hamtakiwi kula haya makemikali sana. Na akamfuata dogo mmoja anaitwa Zufa. Udogo alikuwa anapiga gitaa, akamwambia, gitaa lako hujalituni vizuri. Akamfuata jamaa mmoja anayecheza game muda wote, akamwambia, oya, kuangalia kioo cha simu muda mrefu sio vizuri. Na baadaye wanafunzi wakaanza kumsikiliza. Sasa akaenda ubaoni kwa kuandika jina lake pamoja na namba yake ya simu. Hao wanafunzi bwana walikuwa ni wauni, wakaanza kumcheka kwamba mwandiko wake ni mbaya mno. Lakini muda huo huo bwana akapokea simu. Kumbe ni hao wanafunzi wamempigia na wanasema, ondoka darasani, tumekuchoka. Na baada ya hapo sasa wanafunzi tena wakampotezea na kuendelea na mambo yao waliokuwa wanayafanya. Baada ya Henry kuona amechoshwa sasa na ujinga wa watoto, akachukua chaki pamoja na rubber band, akakipiga kidude cha kuzuia moto bwana, kikaanza kumwaga maji. Yeye akiwa ameshika zake mwamvuli, wanafunzi wanaloa, wanakimbia kujificha pembeni mwa darasa. Na hapo sasa madogo wakamsikiliza. Ticha akasema, karibuni darasani kwangu. Sasa baada ya darasa kuna wanafunzi 5 ambao walikuwa wao ni wa mwisho tu, wakawa wamekusanyika ili waweze kuvuta zao sigara, na kiongozi wao aliitwa Jack. Na huyu mwamba alikuwa anampenda demu mmoja hivi kutoka darasa lingine. Sasa wenzake wakamuona anaangalia picha ya huyo demu, wakaanza kumcheka. Lakini muda huo wakaingia wanafunzi ambao ni wachezaji wa basket, na hao madogo walikuwa ni kutoka kwenye familia za kitajiri. Wakaanza kumcheka Jaki bwana kwamba wewe ni maskini sana. Na baadaye wakati hao washikaji wameingia kwenye uwanja kwa ajili ya kufanya mazoezi, Jaki na wenzie wakiwa juu wanawaangalia bwana, Jaki akarusha chupa kwenye uwanja. Mmoja wa wale wanaocheza wakakanyaga chupa na kuanguka. Basi Jaki na washikaji zake wakacheka sana, na hapo mwalimu bwana akawapa suspension. Basi wakaamua kumfanyia vituko bwana yule mwalimu aliyewapa suspension. Sasa siku hiyo pia maafisa elimu walikuwa wamekuja shuleni kwa ajili ya ukaguzi, na wakataka kuangalia miradi mbalimbali ya shule, na wakamwambia mkuu wa shule kwamba wanakwenda kukata 25% ya pesa ambayo hiyo shule imekuwa ikipewa. Sasa siku inayofuata Henry akiwa anaingia darasani, madogo wakawa wamemtegeshea maji juu ya mlango, na ili anafungua mlango tu beseni la maji likali na mwagika bwana. Kwa sababu jamaa alikuwa yuko fast, akalitandika chap, lile beseni likaenda kuangukia kwa wanafunzi. Wanafunzi walimshangaa sana kwa kile kilichotokea, maana wao walijua kwamba jamaa angelowana. Lakini akaenda kwa Jack na kuomba ampe pakiti ya sigara, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba Jaki ni mvuta sigara. Na wanafunzi wakajiuliza anataka kufanyia nini sigara. Basi akamfuata Zufa na kumwambia, nakupa swali, ukiweza kujibu swali langu utatoka nje kwenda kupumzika, yani utaskip darasa. Na hao wanafunzi walifurahia sana, yani kwenda nje ya darasa. Akamuuliza kwamba ndani ya hii sigara ni vitu vingapi ambavyo viko humu ndani. Basi Zufa akatamka pale kwamba kuna tumbaku, kuna nini, akatakaja vitu vyote vilivyomo ndani ya sigara. Na ticha akamwambia, haya sasa basi nenda zako nje ukapumzika. Alifurahi jamaa, akasepa. Na alivyotoka nje, wanafunzi wengine na wenyewe wakaanza kupiga kelele na kugonga mabenchi, na wao wanataka wapate muda wa kwenda nje bwana. Walimaindi sana kumwona mshikaji anaenda kuenjoy peke yake nje. Basi muda huo ticha akaanza kupita kwenye kila benchi na kugawa sigara moja. Na muda huo sasa akaanza kuambia kwamba sigara ina madhara gani. Na kwa mara ya kwanza wale wanafunzi wakaconcentrate na kumsikiliza mwalimu. Hawajawahi kumsikiliza mwalimu hata siku moja, na wakawa wameshajua madhara yote ya sigara. Na kengele ilivyogonga akamwambia, basi naomba nirudisheni sigara. Wakarudisha wote. Alitegemea kwamba wangekaa nazo kwa sababu ni wavutaji. Sasa wakiwa wanakula, yule captain wa timu ya basket akamzingua Bruce
rafiki yake na Jack, ambapo hapo sasa aisee ukaanza ugomvi mkubwa sana kati ya kundi la Jackie na kundi la basketball. Na Teacher Henry akaambiwa na mkuu wa shule kwamba wanafunzi wako 5, yani kundi la Jack, wamefukuzwa shule kwa kuanzisha ugomvi. Lakini baadaye Jack na marafiki zake wakaanza kuleta ugomvi, vurugu tena kwenye korido za shule na kumwambia Teacher Henry kwamba hii sio fair, sisi hatujaanzisha ugomvi, na kwa nini sisi tufukuzwe? Watoto wa matajiri hapa shuleni wanaachwa wafanye wanachokitaka wao, lakini sisi maskini tunateswa na kufanyiwa mambo ambayo sio. Lakini siku hiyo sasa Teacher Henry kabidi aende kuangalia mafaili ya hao wanafunzi wake na kujua tabia za kila mmoja na maisha yao ya nyumbani. Mwanafunzi wa kwanza alikuwa anaitwa Zufa, na huyu dogo wazazi wake walikuwa ni wakimbizi kutoka Pakistan, na kila mtu alimdharau kwa sababu ya rangi yake na kwa sababu alivyokuwa bwana, hadi polisi walisema huyu dogo ni mwizi. Lakini yeye alitamani sana yani kuwa mwanamuziki mmoja mkubwa sana siku moja. Na mwanafunzi wa pili alikuwa ni msichana na aliitwa Dinan. Dinan hakupendwa kabisa na baba yake tangia mdogo, kwa sababu baba yake alikuwa anataka mtoto wa kiume, na alipozaliwa yeye sasa baba yake hakufurahia kabisa, na dogo alijitahidi sana kumuonyesha kwamba baba yake yeye ni bora. Akaanza kuvaa kiume, akanachezea magari, na hadi alikata nywele zake ili ziwe fupi kama mtoto wa kiume. Lakini baba yake wala hakujali kuhusu yeye, na alivyopata mtoto wa kiume baba yake akili yake yote ilihamia kwa huyo mtoto wa kiume tu. Lakini wengine walikuwa ni wakaka wawili ambao ni ndugu, Chris pamoja na Bruce. Mama yao alitoroka na kumwacha baba yao, wakati hawa ni watoto kabisa na wamelelewa na baba yao ambaye baadaye alikuwa ni mlevi vibaya mno. Sasa Bruce yeye alikuwa anapenda sana kucheza game ambalo lilikuwa linamsaidia yani kuondoa mawazo ya familia yake, lakini Chris yeye alikuwa anafanya kazi kwenye duka angalau aweze kupatapata vipesa. Lakini Henry hakupata taarifa yoyote kumuhusu Jack. Sini naama na kumwonyesha Jack akiwa anafanya kazi kwenye baa moja, na muda huo sasa kuna jamaa mmoja ambaye alikuwa ni mpiganaji anaitwa Jiang aliingia kwenye hiyo baa, na jamaa alikuja kukutana na wafanyabiashara wenzake wakubwa kwenye huo mgahawa. Sasa Jack akaamua kuiba kiberiti cha thamani sana yani kwenye meza ya hao washikaji, lakini wakawa wamemuona bwana, wakaanza kumtandika pale. Walipoangalia kitambulisho chake wakajua ni mwanafunzi bwana, jamaa akamwonea huruma, akampa hela kidogo na kumwambia kwamba nakupa kazi. Basi Henry akaamua kumtembelea Zufa nyumbani kwao. Alipofika nyumbani kwao akuta dogo anakimbia kwa sababu dogo aliiba tiketi kwa baba yake. Sasa baba yake na washikaji zake wakawa wanamkimbiza dogo, akamwombea msamaha pale na kumchukua dogo na kwenda naye kuongea sehemu. Basi jamaa akamchukua moja kwa moja na kumpeleka sehemu ambako kuna jamaa alikuwa na perform mtaani, akamwambia na wewe nenda kaimbe. Kwa mara ya kwanza Zufa aliimba mbele za watu, lakini kwa upande wa pili Chris pamoja na Bruce baba yao alikuwa anakuja nyumbani akiwa amechelewa sana, na siku hiyo akawaambia nenda mkanichukulie bia. Washikaji wakakataa bwana. Shua akakasirika na kuambia hebu ondokeni nyumbani kwangu. Basi asubuhi Henry akaenda kukutana na baba yao na kumwambia kwamba ndugu yangu, unatakiwa uende rehab kwa ajili ya kuwasaidia watoto wako. Na upande wa Dinan baba yake akawa amemletea makeup na kumwambia bwana, hebu jitahidi uwe angalau mwanamke kwa mara moja. Sasa umeshakuwa mwanaume, lakini sasa hivi jifanye uwe mwanamke kama wanawake wenzio. Dinan akamwambia kwamba wewe kila siku unaniona mimi kama sio mtu bora kwako. Na baada ya kutumia ile makeup kwake bwana, akampaka mdogo wake, akachukua funguo za gari ya baba yake na kutaka kuiba gari ya baba yake. Akati anaanza kuendesha gari ya baba yake akakuta Henry amesimama getini kwao, na Henry akamwambia kwamba kuendesha bila leseni sio vizuri. Akamchukua na kumwambia hebu twende. Na huko walipofika bwana, akamkuta baba yake, na yeye akamwambia sasa mtakwenda kushindana kwenye haya magari ya mashindano. Oya, mtu na baba yake wakaanza kushindana vibaya mno. Wakatoka kwenye barabara za mashindano hadi kufika kwenye barabara ya kawaida, ambapo kigari cha Dinan kikawa kimekanyagwa na lori. Baba yake alijua mwanaye amegongwa, rafiki yangu, akaanza kulia, anamlilia mtoto wake. Kumbe dogo alikuwa ameruka upande wa pili, na hapo Dinan alijua kwamba baba yake kumbe anampenda sana, hadi machozi akamtoka. Wakaenda wakakumbatiana hapa. Siku inayofuata shuleni sasa, Bruce pamoja na Chris pamoja na wenzao wengine wakawa wameitwa kwenye chumba kimoja kwa ajili ya kumhoji mzee mmoja ambaye alikuwa ni mlevi sana. Walishangaa kumuona baba yao ndiye mtu anayekwenda kumhoji. Mwanafunzi mmoja akamuuliza, ulianzaje kunywa pombe hadi ukawa mlevi kiasi hicho? Mzee akaanza kukuelezea kwamba mke wake alimuacha wakati mbaya sana, na hapo sasa ndio akaanza kulewa sana ili kuondoa mawazo, hadi kiasi kwamba alisahau kwamba ana watoto wawili ambao anatakiwa kuwalea. Lakini mzee hakusema kwamba Bruce na Chris ni watoto wake, na mzee akaanza kulia na kusema, ninaomba tu watoto wangu wanisamehe, kitu ambacho kiliwafanya Bruce pamoja na Chris na wenyewe walie sana. Lakini pia Jack naye akawa ameanza kufanya kazi kwa yule jamaa mpiganaji yule Jiaineng, na jamaa likawa limempa madawa ya kulevya ili Jack akamwekea yule jamaa ambaye siku hiyo anakwenda kufight naye
ulingoni. Sasa wakati Jackie ametoka na kwenda kwenye kile chumba cha yule mpiganaji mwingine ili akamwekea yale madawa bwana, akakamatwa. Walivyomkamata bwana, wakamnywesha yeye yale madawa bwana na kumfungia kwenye loka. Kwa bahati nzuri sasa Henry naye akawa ametokea na kuambia kwamba hivi jamani, nimemwona mwanafunzi wangu alikuwa mrefu kiasi hiki, lakini wale wapiganaji wakamwambia oya, hebu sepa. Na Henry baada ya kujua kwamba dogo amefungiwa kwenye loka, akaanza kupigana na wale jamaa, aliwatandika vibaya mno. Lakini sasa yule mpiganaji naye akaja mbele ili amwangamize Henry baada ya kuwapiga watu wengine wote. Bwana Henry alimtandika vibaya mno mpaka jamaa akaanguka bwana. Hadi bosi akamaindi kwamba huyu jamaa sasa anatakiwa kapigane. Nani atakayepigana sasa? Henry ikabidi aende kwa daktari na yeye kwenda kushona some news kidogo, unajua. Lakini zile habari zilitapakaa kila kona, yani kwenye taarifa ya habari ikimwonyesha Henry amemtwanga mpiganaji mmoja wa boxing, na watu wakawa nasema jamaa alimpiga yule ili kumwokoa mwanafunzi wake. Oya, wanafunzi walimfurahia sana yani. Na siku hiyo alivyoingia darasani wanafunzi wote wakasimama na kumsalimia, yani kama ile haki elimu, shikamoo mwalimu. Na hapo sasa inarudi flashback kumwonyesha Henry akiwa mwanafunzi enzi zake za utoto, na siku hiyo ilikuwa ni sherehe ya wazazi shuleni bwana. Lakini Henry akachukua maputo akiwa amejaza maji akaanza kuyarusha stejini ambapo jamaa mmoja alikuwa anapiga piano, na baadaye bwana akawa anagombana yule jamaa kwa sababu jamaa alikuwa amekasirika. Oya, ikatokea jamaa amevunja mkono wa yule jamaa, na kulingana na kile alichokifanya Henry akawa amefukuzwa shule bwana, lakini akawa ameenda zake Marekani. Na tangia kipindi kile sasa wanafunzi wake wakawa wanamsikiliza sana, akawa anawafundisha, wanaelewa vibaya mno kuliko darasa lingine lolote. Wanafunzi wote walifanya vizuri darasani kasoro Bruce tu, kwa sababu jamaa kumbe alikuwa ameanza kutumia madawa ya kulevya. Wakati kaka yake alikuwa anapenda kucheza game zaidi, yeye alikuwa ameanza kutumia madawa ya kulevya. Na teacher Henry akasema mimi nitakusaidia sana ili uweze kufanya, lakini Henry alipata matokeo mabaya sana, akawa amepata mawazo mengi, akaamua kuruka ili aweze kujiua, na wakamchukua na kumpeleka hospitali. Kile kitendo cha Bruce kujirusha bwana kikachukua picha mbaya, na waandishi wa habari yani wakachukua kama habari ile ni mbaya na kufanya kwamba Henry ndiye aliyesababisha hayo yote. Afisa elimu akaja nini na kuamua kumfukuza Henry shuleni. Basi Henry alivyochukua vitu vyake na kuanza kuondoka pale shuleni, wanafunzi wakaanza kulia bwana. Sasa hawa wanafunzi wote wakaamua sasa kufanya mitihani vizuri ili wamwonyeshe afisa elimu kwamba Henry alikuwa ni mwalimu mzuri kwao na yeye ndiye aliyowafanya wafaulu mitihani yao. Wakasoma kwa juhudi sana. Lakini siku moja kabla ya mtihani bwana, wanafunzi wote wakapata message kwamba kesho asubuhi tuonane darasani. Na hizo message zilionekana kama zimetoka kwa Henry, lakini kumbe haikuwa Henry bwana, ilikuwa ni yule jamaa aliyemdanganya Jack na kumpa kazi Jack. Sasa lengo lake lilikuwa ni kwamba anataka kumuonyesha Henry, na lengo la huyu jamaa lilikuwa ni kumfanya Henry aonekane mbaya zaidi, na alitaka kuwafungia hawa madogo ili wasifanye mtihani, yani ionekane kwamba wanafunzi wa Henry ni wabovu bwana we. Kumbe Henry naye akawa ametokea siku hii na akawa amegundua ule mchezo mchafu ambao ulipangwa na yule mshikaji. Akaja pale na kuwaokoa wale wanafunzi bwana na kuwaambia kimbieni mkafanye mtihani. Hao wanafunzi walikimbia chap kwenda darasani, lakini Henry upande wa pili yeye aliendelea kupigana na yule jamaa. Akati anaendelea kupigana, yule jamaa akamwambia kwamba unanikumbuka, ulinivunja mkono, tangia siku hiyo mimi sijawahi kupiga piano tena kwa sababu yako wewe. Na hapo jamaa akamlaumu sana Henry kwamba wewe uliharibu ndoto zangu, mimi sijawahi kushindana kupiga piano tena tangia kipindi kile. Lakini Henry akaomba msamaha. Kabla hajaomba msamaha, jamaa akataka kumtandika tena Henry. Henry akamshika jamaa na kuchukua kisu kutaka kumchoma, lakini jamaa akamwonea huruma. Pia Henry akaomba tena msamaha, akamwacha jamaa pale na kusepa zake. Upande wa pili wanafunzi wake wakawa wamefika darasani na kuchukua makaratasi ya mitihani, wakafanya mitihani yao vizuri kweli. Baadaye wakawa wote wamefaulu vizuri sana, na yule mwamba naye ikabidi sasa aanze tena kupiga piano baada ya kuombwa msamaha na Henry. Na Bruce kumbe ya kufariki bwana, aliumia tu mguu na akasema mwakani na mimi nitafanya mtihani. Na mkuu wa shule alifurahi sana kuona wanafunzi wake wote wamefaulu, na uongozi wa juu wa shule akiwemo afisa elimu wakawa wamesema tutawapa bonus ya 25% ya pesa za matumizi ya shule. Na hapo sasa Henry akawa amerudishwa shuleni. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare video hii ili uweze kutusaidia kusogea mbele katika chaneli yetu.